Upendo ni mtoto aliyetupwa mtoni na mama wake wa kambo. Ilivyoanzia. Katika kijiji kidogo cha Arusha, kilichozungukwa na milima mizuri na mto safi uliotiririka kupitia misitu, aliishi kijana shupavu aliyeitwa Musa. Alikuwa mchapa kazi na kijana mrefu, mwenye nguvu, anayejulikana kwa bidii yake. Musa alimpenda mke wake, Neema, kwa moyo wake wote. Upendo wao ulikuwa kama jua la asubuhi, lenye mwangaza, joto na matumaini. Wakati Neema alipokuwa mjamzito, Musa alifurahia sana. Aliimba nyimbo, alicheza chini ya mwangaza wa mwezi, na akaahidi kumpenda mke wake na mtoto wao atakayezaliwa milele. Lakini maisha yakabadilika. Wakati Neema alipojifungua, alifariki dunia. Musa alilia sana, moyo wake ulivunjika vipande vipande. Lakini alipomtazama binti yake mchanga, macho yake yakiwa na nuru na upole, alihisi kama alikuwa na sababu ya kuendelea kuishi. Alimpa jina Upendo. Akawa mwangaza wake baada ya dhoruba. Baada ya miezi 6, Musa alifanya jambo lisilotarajiwa. Musa alioa tena. Watu wa kijiji walinong'ona, wakishangaa kwa nini aliharakisha kuoa. Rafiki yake wa karibu, Baraka, alimuuliza, Musa, kwa nini umeharakisha hivi kuoa? Kaburi la Neema bado ni bichi. Musa akapumua kwa uzito, akajibu, Upendo anahitaji mama. Siwezi kumlea peke yangu. Anahitaji upendo wa mama. Hivyo, Rehema akaingia katika maisha ya Musa. Alikuwa mrembo kwa nje, ngozi yake nyeusi iking'aa kama usiku wenye nyota, macho yake makali kama vioo vya mtoni. Lakini uzuri unaweza kudanganya. Mara tu alipokanyaga ndani ya nyumba ya Musa, mambo yakaanza kubadilika. Hapo mwanzo alijifanya kumpenda sana Upendo, lakini baadaye tabia yake halisi ilijitokeza. Mtoto huyu analia sana, alilalamika, akikunja uso na kufunika masikio. Siwezi kuwa muuguzi hapa. Musa, kimyaisha huyu mtoto. Lakini Musa, akiwa amepofushwa na mapenzi yake kwa Rehema na hofu ya kulea Upendo peke yake, alinyamaza. Alitumaini kuwa Rehema atamzoea mtoto, lakini alikosea sana. Siku moja, jua likiwa kali, Rehema alimwambia Musa, twende mtoni, hewa safi itamsaidia Upendo. Musa alikubali, akambeba Upendo aliyekuwa akicheka kwa upole, bila kujua macho ya giza yanayomtazama. Walipofika mtoni, maji yalikuwa yaking'aa kama fedha chini ya mwangaza wa jua, upepo mwanana ukinong'ona siri kwenye miti. Musa alikaa chini ya kivuli, akimshikilia Upendo kwa upendo. Rehema akajifanya tabasamu, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na chuki. Upendo kwake alikuwa mzigo. Ghafla, Rehema akasimama na kusema, Musa, tafadhali niendelee mtoni kutafuta majani ya dawa, nitamshika Upendo. Musa, bila shaka yoyote, akaingia msituni kutafuta majani hayo. Mara tu alipotoweka, tabasamu la Rehema lilitoweka. Akamtazama Upendo aliyekuwa akicheza kwa vidole vyake vidogo, asiyejua hatari. Bila kufikiri mara mbili, alimbeba mtoto, akamkaribia mtoni, na kwa moyo mgumu kama jiwe, akamrusha ndani ya maji yanayotiririka haraka. Upendo alilia kwa sauti dhaifu, sauti yake ikichanganyika na mngurumo wa mto. Halafu ukimya ukatawala. Rehema aliketi haraka, akajipaka vumbi, akararua nguo zake, kisha akaanza kulia kwa sauti. Musa alirudi mbio, akiwa na majani ya dawa mkononi. Nini kimetokea? Alimuuliza kwa hofu. Rehema akajifanya kulia zaidi. Mto umemchukua Upendo. Aliteleza mikononi mwangu, nilijaribu kumwokoa, lakini maji yalikuwa na nguvu sana. Musa alipiga magoti, akashika kichwa chake kwa huzuni kuu. Alijilaumu. Laiti nisingemwacha, laiti. Lakini mto ulikuwa unajua ukweli. Miti ilishuhudia uhalifu huo. Roho za wasio na hatia hazikai kimya milele. Miaka 5 baadaye. Miaka ilipita, lakini huzuni haikuwahi kumwacha Musa. Nyumba yake ilihisi kuwa tupu zaidi. Lakini siku moja alipokuwa mtoni, alikutana na msichana mdogo mwenye nywele nyingi na macho yenye huzuni. Mzee, tafadhali, unaweza kunisaidia? Musa akamtazama.
Unaitwa nani? Msichana alitikisa kichwa. Sikumbuki. Sikumbuki chochote. Musa alihisi huruma kubwa. Alimchukua msichana nyumbani na kumpa jina Tumaini. Lakini baada ya muda msichana huyo alisema, Baba, sitaki kuitwa Tumaini tena. Nipe jina langu halisi. Niite Upendo. Musa alihisi damu yake ikiganda. Ulisema nini? Niite Upendo, msichana alirudia kwa sauti tulivu kama maji ya mtoni. Musa alitetemeka. Upendo alikuwa binti yangu aliyepotea miaka 5 iliyopita. Msichana alimtazama na kusema, najua kila kitu kilichotokea. Najua siku ambayo Rehema alikudanganya. Najua uongo wake wote. Musa alilia kwa uchungu. Alimkimbilia rafiki yake Baraka na kumweleza kila kitu. Baraka alimtazama kwa makini na kusema, Musa, twende kwa mganga wa jadi. Tunahitaji kujua ukweli. Basi walienda kwa mganga. Mganga aliwasikiliza kwa makini kisha akasema, Musa, nenda mtoni. Malkia wa maji atakupa majibu. Musa alienda mtoni, akatoa sadaka ya kitambaa cheupe na kuita jina la Malkia wa maji mara 3. Ghafla maji yakagawanyika na mwanamke mzuri mwenye mwili wa kimaji akatokea. Upendo ni binti yako, alitangaza. Lakini Rehema alimdanganya. Aliyetupa Upendo mtoni si maji, bali ni mikono ya Rehema. Musa alilia kwa uchungu. Malkia, naomba msamaha kwa kutoona ukweli. Malkia wa maji akasema, nilikulinda, lakini sasa ni wakati wa haki kutendeka. Wakati huo huo, nyumbani, Upendo alimkabili Rehema. Sema ukweli, alisema kwa sauti thabiti. Rehema alicheka kwa dharau, lakini mara Upendo alipomgusa, alipiga mayowe kwa uchungu na kuchanganyikiwa. Rehema alikimbia kijijini kama kichaa, akaingia msituni na hakurudi tena. Musa alimkumbatia Upendo kwa machozi. Samahani binti yangu. Upendo alitabasamu. Baba, usihofu. Niko hapa kukulinda. Baada ya kutoweka kwa Rehema, maisha ya Musa na Upendo yalianza kubadilika kwa njia ya ajabu. Mashamba yake ambayo yalikuwa yamekauka kwa miaka mingi, sasa yalizaa mazao mengi. Mvua ilianza kunyesha kwa wakati na kila kitu kilichoonekana kufifia kilianza kuhuishwa. Watu wa kijiji walishangazwa na mabadiliko hayo na kuanza kumsogelea Musa kwa ushauri na baraka. Lakini Upendo hakuwa msichana wa kawaida. Alikuwa na hekima iliyozidi umri wake na watu walihisi utulivu wa kipekee walipokuwa karibu naye. Watoto wa kijiji walimpenda, wakimfuata kila mahali kama vile angetoa mwanga wa tumaini katika maisha yao. Siku moja, Baraka alifika nyumbani kwa Musa, macho yake yakiwa na mshangao. Musa, kuna mambo yanazungumzwa kijijini. Watu wanasema kuwa Upendo si mtoto wa kawaida. Wanasema ana baraka za maji na kuwa pengine Malkia wa maji alimtuma kwa kazi maalum. Unafikiri ni kweli? Musa alimtazama Upendo ambaye alikuwa ameketi karibu na moto akicheza na vidole vyake kwenye mchanga. Kisha akavuta pumzi kwa kina. Baraka, sijui nini cha kusema. Lakini nataka tu kuwa baba mzuri kwake. Nimepoteza muda mwingi nikiwa kipofu kwa ukweli. Sasa nitamlinda kwa kila hali. Baraka alitabasamu akimpiga Musa begani. Hicho ndicho cha muhimu. Upendo ni zawadi. Kadri muda ulivyopita, habari kuhusu Upendo zilienea. Watu wengine walimpenda na kumheshimu, lakini wengine walianza kuhofia kuwa nguvu zake zilikuwa za ajabu. Msichana huyu si wa kawaida, wazee wa kijiji walinong'onezana. Pengine ni roho iliyotumwa kutujaribu. Wengine walimwona kama baraka, lakini wachache walihisi wivu. Mmoja wa wake wa mzee wa kijiji, Bieliza, alijawa na chuki. Alimkaribia mganga wa kijiji, Babu Kitele, na kumwambia, kuna msichana nyumbani kwa Musa na tangu alipotokea, maisha ya Musa yamebadilika. Mashamba yake yanamea vizuri, lakini yetu yanakauka. Kuna kitu si cha kawaida hapa. Mganga alifunga macho akisikiliza.
Kisha akasema, msichana huyo hana hatia, lakini kuna nguvu kubwa nyuma yake. Mkijaribu kumdhuru, mtajiumiza wenyewe. Lakini Bi Eliza hakusikia hayo. Aliamua kutafuta njia ya kumfanya Musa amfukuze Upendo. Siku moja, Bi Eliza alifika nyumbani kwa Musa na kumwambia, Musa, kijiji kina wasiwasi. Msichana huyu ni wa ajabu. Unapaswa kumpeleka mbali kabla hajaleta maafa. Musa alisimama akamtazama kwa macho makali. Upendo ni binti yangu na hakuna mtu atakayemtoa hapa. Lakini usiku huo, wakati kila mtu amelala, Bi Eliza na wanawake wengine wa kijiji walifika kwa siri na kujaribu kumchukua Upendo ili kumpeleka msituni wamwache huko. Lakini walipomgusa, upepo mkali ulivuma ghafla na wote wakaangushwa chini kwa nguvu kubwa. Miti ilianza kunong'ona, maji mtoni yakaganda kwa muda na sauti ya ajabu ikasikika kutoka angani. Msichana huyu ana ulinzi wa maji. Msijaribu kumdhuru. Wote walikimbia kwa hofu, wakapotea gizani. Siku iliyofuata, wazee wa kijiji walikusanyika kumwita Musa na Upendo. Waliamua kwamba walihitaji uthibitisho wa nani hasa Upendo alikuwa. Musa na Upendo walifika mbele ya umati. Wazee wa kijiji walimwambia Upendo, ikiwa kweli unatoka kwa Malkia wa Maji, basi uthibitishe. Tunataka ishara. Upendo akiwa mtulivu aliinua mkono wake kuelekea mto. Mara moja maji ya mto yalianza kupanda juu kama ukuta mkubwa wa maji, yakizunguka kama joka lililojawa na nguvu. Kijiji kizima kilishuhudia kwa hofu na mshangao. Kisha maji yakashuka taratibu, yakarejea hali yake ya kawaida. Mzee wa kijiji ambaye alikuwa na shaka awali aliinama na kusema, huyu si mtoto wa kawaida. Yeye ni baraka kwetu. Wengine wote waliinama kwa heshima, wakikubali kuwa Upendo alikuwa tofauti, lakini hakuwa wa uovu. Kuanzia siku hiyo, hakuna mtu aliyethubutu tena kumpinga Upendo. Musa aliheshimiwa zaidi kijijini na shamba lake likawa shamba la neema kwa wote. Lakini jambo la kushangaza lilitokea siku moja. Musa aliamka na kumwona Upendo akiwa amesimama nje, akitazama maji ya mto kwa macho mazito. Baba, alisema kwa upole, muda wangu hapa umekamilika. Malkia wa Maji amenituma kukusaidia, lakini sasa inanibidi nirudi. Musa alitetemeka. Lakini Upendo, mimi ni baba yako. Sitaki upotee tena. Upendo akatabasamu, akamshika mkono kwa upole. Nitakuwa nawe daima. Nitakutazama kutoka majini. Usijali, upendo wetu hauna mwisho. Ghafla, upepo mwanana ulivuma, maji yakashuka kwa upole na Upendo akaanza kuelea kuelekea mtoni. Kadri alivyokaribia maji, mwili wake ulianza kung'aa kama mwanga wa mwezi. Alipotoweka ndani ya maji, sauti yake ya mwisho ikasikika. Nakupenda, baba. Musa alianguka magotini, machozi yakitiririka usoni mwake, lakini moyo wake ulikuwa mzito kwa Upendo, si huzuni. Alijua kuwa Upendo hakutoweka. Alirejea nyumbani kwa mama yake, mama wa maji. Tangu siku hiyo, mto wa kijiji haukukauka tena. Maji yalibaki kuwa safi, yakitoa uhai kwa ardhi na watu. Musa aliishi maisha yake akihubiri amani na kutunza ardhi aliyobarikiwa nayo. Baada ya Upendo kurejea majini, kijiji kizima kilitulia. Kulikuwa na heshima kubwa kwa mto na watu waliamini kuwa ulikuwa umejaa baraka zake. Hakuna aliyethubutu tena kuchafua maji yale au kukaribia mto kwa madhara. Lakini kwa Musa, moyo wake bado ulikuwa na maumivu ya upendo wa baba kwa binti yake. Ingawa alijua Upendo alikuwa salama, kila jioni alitembea kuelekea mtoni, akikaa kwenye jiwe lake la zamani na kuzungumza kama vile binti yake alikuwa bado hapo. Upendo, najua uko salama, lakini nakukosa sana, aliongea kwa sauti ya upole huku upepo wa maji ukimzunguka kwa utulivu. Baraka, rafiki yake wa karibu, alikuwa naye kila mara. Musa, maisha yanaendelea. Unapaswa kufikiria kuoa tena na kupata familia, alisema siku moja walipokuwa wakila chakula. Musa alitabasamu kwa huzuni. Sijui, Baraka. Nilipata kitu kizuri sana na nikakipoteza.
Sitaki kufanya makosa tena. Tangu kuondoka kwa Upendo, kila mtu kijijini alihisi utulivu mpya. Mashamba yote yalistawi, maji hayakukauka tena, na wanyama wa porini walirudi kwenye mito na misitu ya karibu. Watu walianza kusema kuwa Upendo alikuwa amebariki kijiji chote kwa nguvu zake. Hata wale waliowahi kumhofia sasa walimwomba radhi Musa kwa mashaka yao. Tulikuwa vipofu, hatukuona ukweli, mzee mmoja alikiri mbele ya mkutano wa kijiji. Lakini sasa tunajua. Binti yako alikuwa baraka kwetu wote. Hata hivyo, kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa kimya sana tangu siku ya mwisho ya Upendo, ambaye ni Rehema. Rehema aliyekuwa mama wa kambo wa Upendo. Baada ya kutoweka kwake, watu wa kijiji walidhani Rehema alikufa au alipotelea porini. Hakuna aliyemtafuta wala hakukuwa na uvumi kuhusu alipoenda. Lakini miaka 2 baadaye, siku moja ya mawingu mazito, aliibuka tena. Alikuwa amechoka, uso wake umejikunja kwa mateso, mavazi yake yakiwa yamechakaa, lakini macho yake bado yalikuwa yakiwaka kwa chuki. Alisimama katikati ya kijiji, akawaangalia watu waliokusanyika kwa mshangao mkubwa. Nyinyi wote mlinisaliti. Lakini sasa nimerudi, alitangaza kwa sauti kali. Watu waliogopa. Wanawake walikusanya watoto wao, wanaume waliweka mikono mifukoni, wakisubiri kuona atafanya nini. Rehema hakusita. Alitembea moja kwa moja hadi kwa Musa, ambaye alisimama kimya akimtazama. Musa alisema kwa sauti dhaifu lakini yenye chuki. Ninajua bado unamkumbuka Upendo, lakini nakuambia, huyo mtoto hakustahili kuwa hai. Ulikuwa mpumbavu kumkubali. Musa alifinya mikono yake kwa hasira, lakini Baraka alimshika bega akimzuia. Rehema, uovu wako ndio uliokufikisha hapa. Uliwahi kuwa na kila kitu, lakini ukakiharibu. Sasa unataka nini? Baraka aliuliza. Rehema akavunjika moyo, machozi yakimtoka kwa ghadhabu. Nataka maisha yangu yarudi. Nataka niliyopoteza. Na kama siwezi kuyapata, basi hakuna atakayefurahia. Kabla mtu yeyote hajajibu, upepo mkali ulianza kuvuma. Wanakijiji walijua mara moja hili lilikuwa ni jambo la kiroho. Maji ya mto, ambaye yalikuwa yametulia kwa miaka mingi, yalionekana kutikisika kwa ghadhabu. Sauti ya kina cha maji ilisikika kama mtu anayelia kwa hasira. Kisha sauti ya mwanamke ilisikika kutoka majini, sauti ile ambayo Musa aliwahi kusikia alipomwita Malkia wa maji. Rehema, ulikuwa na nafasi ya kubadilika. Ulijaribu kuangamiza Neema, lakini Neema ndiyo iliyonusurika. Umefuata njia ya giza na sasa mwanga hautakubali uwepo wako tena. Ghafla, mwili wa Rehema ulianza kutetemeka. Akapiga kelele. Hapana. Naomba msamaha. Tafadhali. Lakini haikuwa na msaada. Rehema alibebwa na upepo mkali ulioelekea mtoni. Alipiga mayowe, lakini hakuna aliyethubutu kumsaidia. Maji yalifunguka ghafla, na kwa mara ya mwisho, watu wa kijiji walimwona Rehema akizamishwa ndani ya kina cha mto. Maji yalifunga na kila kitu kilirudi kuwa tulivu. Hakuna aliyesema neno. Kila mtu alijua hukumu yake ilikuwa imetimia. Miezi ilipita baada ya tukio hilo, na maisha yakarudi katika hali ya kawaida. Musa aliendelea kuwa kiongozi wa heshima kijijini. Lakini jambo moja lilitokea ambalo hakuna aliyelitarajia. Musa alikutana na mwanamke aliyempenda tena. Jina lake lilikuwa Subira. Alikuwa mjane kutoka kijiji cha jirani aliyekuja Arusha kwa biashara ya vyombo vya udongo. Subira alikuwa mpole, mcheshi na mwenye moyo wa upendo. Hakuwa na hofu ya historia ya Musa wala hadithi za upendo. Siku moja walipokuwa wakitembea pamoja kando ya mto, Subira alimuuliza, Musa, kama kuna kitu chochote ungetaka kusema kwa Upendo sasa, kingekuwa nini? Musa alitabasamu, akitazama maji yaliyong'aa mbele yao, kisha akasema, ningemwambia, binti yangu, nimepata furaha tena, lakini daima utakuwa sehemu yangu. Asante kwa kunibariki, kwa kunifundisha upendo wa kweli. Subira akamshika mkono. Nina uhakika naye huko aliko anafurahia hayo maneno, Musa.
Na hivyo ndivyo maisha yaliendelea. Musa aliolewa na Subira na walipata watoto wawili wa kike, nao ni Neema na Tumaini. Lakini hakuna mtoto aliyewahi kuchukua nafasi ya Upendo. Kwa sababu kila usiku, wakati kila mtu amelala, Musa alitembea hadi mtoni na kukaa kwenye jiwe lake, akizungumza na maji. Na kila mara, upepo mwanana ulivuma kwa upole, kama vile sauti ya msichana mdogo ikimjibu, nakupenda baba. Kijiji kilihifadhi hadithi ya upendo kama urithi. Kila mtoto alikuwa akijua kuwa kuna nguvu katika upendo, haki na uvumilivu. Na mpaka leo, mtoni pale Arusha, watu wanapopita, baadhi yao wanasema kuwa wanahisi utulivu wa ajabu. Wanajua kuwa upendo bado yuko hapo, akilinda mto wake, baba yake na kijiji chake. Miaka mingi ilipita tangu Musa alipompoteza Upendo kwa mara ya pili, safari hii kwa njia ya amani. Lakini jina lake halikuwahi kusahaulika. Kijiji cha Arusha kilibadilika kuwa mahali pa neema na maajabu. Maji ya mto hayakuwahi kukauka tena. Mazao yalistawi kwa wingi, na hata wakati wa kiangazi kikali, kijiji kilikuwa na chakula cha kutosha. Watu kutoka vijiji vya mbali walikuja kusikia hadithi ya Upendo, mtoto wa maji, na kuomba baraka zake. Musa na Subira walikuza familia yao kwa upendo. Watoto wao, Neema na Tumaini, walikuwa wakiambiwa simulizi za dada yao wa kwanza Upendo. Ilikuwa hadithi ambayo kila mtoto alijua na kuheshimu. Lakini siri moja ilibaki: Upendo bado alikuwa akitazama kijiji chake. Watoto wa kijiji walisema kuwa kila usiku wa mwezi mpevu, walisikia sauti ya mtoto mdogo ikicheka kutoka mtoni. Watu wengine waliapa kuwa wakati mwingine, waliona kivuli cha msichana mdogo akitembea kando ya maji, akikusanya maua ya mwituni na kuyatupa majini. Bi Subira, akiwa mama mcha Mungu, aliogopa mwanzoni. Musa, je, unafikiri hii ni roho ya upendo? Musa alitabasamu kwa upole. Sio roho ya huzuni, Subira. Ni baraka. Yeye si mzimu, bali ni ulinzi kama malaika. Na kweli, hakuna mtu aliyewahi kudhurika karibu na mto huo. Watu waliamini kuwa Upendo alikuwa mlinzi wa maji, ardhi na kijiji kizima. Wakati baraka za kijiji zilivyozidi, watu wa vijiji vingine walianza kuwa na wivu. Ilikuwa kawaida kwa watu kutoka mbali kuja kuona mto ule wa ajabu, lakini kulikuwa na wale waliotaka kutumia nguvu hizo kwa manufaa yao mabaya. Miongoni mwao kulikuwa na kikundi cha wachawi kutoka kijiji kingine waliotaka kutumia nguvu za Upendo kwa uchawi wao wa giza. Walijua kuwa mto ulikuwa umebarikiwa, na waliamini kuwa kama wangeweza kumdhibiti mlinzi wa mto huo, wangepata nguvu isiyo na kifani. Kiongozi wao, Mzee Njoroge, alikusanya wafuasi wake na kusema, tunapaswa kuikamata roho ya mtoto huyu wa maji. Ikiwa tutaweza kumfanya atende kwa amri yetu, tutaweza kutawala ardhi yote. Lakini hawakujua kuwa Malkia wa Maji alikuwa bado anamlinda Upendo. Basi mashambulizi ya wachawi yakaanza. Usiku mmoja, kundi la wachawi lilijaribu kufanya tambiko karibu na mto. Walichora alama za ajabu kwenye mchanga na kumwaga damu ya mnyama, wakijaribu kuwaita nguvu za giza. Lakini kabla hawajamaliza, upepo mkali ulivuma ghafla, ukivunja mti mkubwa karibu na walipokuwa wamesimama. Maji ya mto yakaanza kuzunguka kwa ghadhabu, na sauti nzito ikasikika kutoka ndani ya maji. Mmejaribu kuvuruga upendo wangu. Mmejaribu kuiba baraka nilizoleta kwa kijiji hiki. Lakini hamtaweza. Haki daima itasimama dhidi ya uovu. Ghafla, maji yalilipuka kama jiwe lililotupwa kwenye bwawa, na wale wachawi wote walirushwa mbali na nguvu isiyoonekana. Walikimbia kwa hofu, wakijua kuwa walikuwa wamekosea vibaya. Tangu siku hiyo, hakuna mtu aliyethubutu tena kuchezea nguvu za mto ule. Miezi michache baadaye, mganga wa kijiji, Mzee Kimaro, alikusanya wazee wa kijiji na kutangaza, sikilizeni kwa makini. Upendo hajapotea milele. Kuna siku atarudi, sio kama mtoto mdogo, bali kama kiongozi mpya wa kijiji chetu. Kila mtu alishtuka. Inamaanisha nini? Mzee Kimaro akatabasamu. Wakati wake ukifika, atazaliwa tena. Na atakuwa mwenye nguvu zaidi kuliko awali.
Mtoto wa maji, binti wa neema, atarudi kuongoza kizazi kipya. Watu wa kijiji walishangazwa na maneno hayo, lakini Musa alihisi jambo ndani ya moyo wake. Upendo hakupotea. Siku moja angeonekana tena. Miaka mingi ilipita na Musa alizeeka akiwa mwenye furaha. Alikuwa na wajukuu waliopenda kumsikiliza akisimulia hadithi ya upendo. Siku moja alipokuwa ameketi chini ya mti wake mpendwa karibu na mto, alihisi upepo mwanana ukipuliza. Alifunga macho na kwa mara nyingine alisikia sauti ya upendo ikinong'oneza. Baba, umefanya kazi nzuri. Pumzika sasa, lakini ujue bado tutaonana tena. Usiku huo, Musa alilala akiwa na tabasamu usoni. Na asubuhi ilipofika, ikawa ndio asubuhi ya kifo chake. Alihamkia ulimwengu mwingine akiwa na amani moyoni. Watu wa kijiji walikusanyika na kumpa mazishi ya heshima, wakimzika karibu na mto wake mpendwa. Na tangu siku hiyo, maji ya mto yalianza kuimba nyimbo za upole kila usiku, kama vile yalikuwa yakimlilia mlinzi wao wa kwanza. Musa, Musa, baba wa mtoto wa maji. Katika miaka iliyofuata, watoto wa kijiji walilelewa na imani kuwa siku moja, Upendo mtoto wa maji angerudi. Na kweli, miaka mingi baadaye, msichana mdogo mwenye macho yenye kung'aa na sauti tulivu alizaliwa katika kijiji hicho. Na jina lake ni Upendo. Miaka mingi ilipita tangu Musa alipolala usingizi wa milele karibu na mto wake mpendwa. Lakini kama vile utabiri wa mzee Kimaro ulivyosema, siku moja Upendo alizaliwa tena. Katika familia ya kijana shupavu aitwaye Sanga na mke wake Nashi, msichana mdogo alizaliwa. Alikuwa na macho makubwa yenye kung'aa na nywele zilizopinda kwa upole kama mawimbi ya maji. Wazazi wake walimpa jina la Upendo, si kwa kujua historia ya jina hilo, bali kwa sababu walihisi amani isiyoelezeka alipozaliwa. Lakini ilikuwa muda mfupi tu kabla ya kijiji kugundua, huyu hakuwa mtoto wa kawaida. Tangu akiwa mdogo, Upendo alikuwa tofauti na watoto wengine. Hakuwa na hofu ya maji hata kidogo. Alikuwa akipenda kukaa kando ya mto kwa muda mrefu, akizungumza na maji kana kwamba yalikuwa yakimjibu. Watu wa kijiji walishangaa wakati alipotimiza miaka 3 na kuweza kutabiri mvua kabla haijanyesha. Mama, mvua inakuja kesho, alisema siku moja akiwa bado mdogo. Mama yake Nashi alicheka. Lakini Upendo, hakuna hata wingu moja angani. Lakini siku iliyofuata, mvua ilinyesha ghafla na kwa wingi. Wazee wa kijiji walijua kuwa mtoto wa maji alikuwa amerudi. Siku moja, wazee wa kijiji walimpeleka Upendo kwa mzee Kimaro, mganga mzee wa kijiji ambaye sasa alikuwa na umri mkubwa sana lakini bado alikuwa na hekima nyingi. Alipomtazama, macho yake yalijawa na mshangao. Alimshika mikono na kusema, umerudi kama vile maji yanavyorudi mtoni baada ya mvua. Watu walishangaa. Mzee, unamaanisha nini? Kimaro akatabasamu na kusema, Upendo si msichana wa kawaida. Yeye ni baraka na kiongozi wa baadaye wa kijiji chetu. Kama ilivyotabiriwa, amezaliwa tena kuleta nuru. Lakini watu wengine waliogopa. Lakini je, hii ina maana kuwa atachukuliwa tena na maji? Walimuuliza. Kimaro alitikisa kichwa. Hapana. Wakati huu, Upendo atakuwa hapa miongoni mwetu. Atakuwa mlinzi wa maji na kijiji. Atahakikisha kizazi chetu kinakuwa kwa upendo na baraka. Kadri Upendo alivyozidi kukua, wazee wa kijiji walimfundisha historia ya watu wao, maisha ya babu yake Musa, na hadithi za Upendo wa kwanza. Lakini jambo moja lilikuwa la ajabu, Upendo alikumbuka mambo ambayo hakupaswa kuyakumbuka. Siku moja alipokuwa na umri wa miaka 7, alisimama kwenye jiwe lililoko kando ya mto akasema, hili ndilo jiwe ambalo baba yangu alipenda kukaa usiku. Watu walishangazwa. Hakuna aliyemwambia kuhusu Musa, lakini alijua kila kitu. Baraka, ambaye sasa alikuwa mzee mwenye busara, alimwambia, basi ikiwa unakumbuka, niambie jina la baba yako wa zamani. Upendo alitabasamu. Halafu akajibu, baba yangu wa zamani aliitwa Musa. Machozi yalitiririka machoni pa Baraka. Hakika umerejea.
Wakati Upendo alipofikisha miaka 10, wazee wa kijiji walianza kumfundisha jinsi ya kuwa kiongozi. Alipewa jukumu la kujifunza tiba za miti kutoka kwa wake wa wazee. Alipewa nafasi ya kuzungumza mbele ya mikutano ya kijiji, na kila mtu aliona hekima yake ilivyozidi umri wake. Lakini pia alijifunza unyenyekevu. Hakuwahi kujiona bora kuliko wengine. Aliwasaidia watoto wa maskini, aliwafundisha jinsi ya kutunza maji na mashamba. Aliheshimu kila mtu kutoka kwa wachungaji wa mifugo hadi kwa wazee wa kijiji. Wakati Upendo alipofikisha miaka 13, kijiji kilikumbwa na ukame wa ajabu. Maji ya mto ambayo hayakuwahi kukauka yalianza kupungua. Watu waliogopa. Je, tumelaaniwa? Walijiuliza. Lakini Upendo hakutishika. Alienda kwenye mto, akapiga magoti na kuzungumza na maji. Maji yangu, najua kuwa kuna kitu kibaya. Nionyesheni njia ya kurejesha baraka zenu. Ghafla, upepo mwanana ulivuma, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, sauti ya Malkia wa Maji ilisikika. Upendo, mtoto wangu, kuna uovu unaoivuruga ardhi hii. Kuna mtu aliyefanya dhambi dhidi ya maji, na mpaka atakapotubu, kijiji hakitapata mvua. Upendo alirudi kijijini, akaeleza ujumbe huo. Wazee wa kijiji waliita mkutano mkubwa. Baada ya muda, mzee mmoja aitwaye Saitoti alisimama, macho yake akiwa na huzuni. Ni mimi niliharibu chanzo cha maji ili mashamba yangu yapate maji zaidi. Niliweka mifereji yangu hadi mtoni na kuchukua maji kupita kiasi.